Mungu akubariki sana. Naomba tusimame kidogo. Natamani kila mmoja amwambie Mungu kwamba Baba, neno hili linalokwenda kuzungumzwa sitamani liwe neno tu ambalo linapita kama siku nyingine, ila liwe ni neno ambalo linakwenda kugeuza maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka mkono wako mmoja kichwani, sema: Bwana Yesu, asante kwa neema ulionipa na fadhili ulizoachilia kwenye maisha yangu. Niko tayari kwenda kujifunza neno lako. Fungua akili zangu zipate kuelewa maandiko yatokayo kwako, katika jina la Yesu. Kila aina ya uzito ndani yangu na ikataa kwa damu ya mwana kondoo. Nitapokea, nitaelewa, nitabadilishwa kwa jina la Yesu, amen. Mungu awabariki sana. Naomba mketi. Kama una Biblia yako na notebook yako, naomba ujiandae kwa ajili ya kuandika. Naamini mtu wa kamera unaenda vizuri. Mungu akubariki sana. Somo ambalo tunakwenda kujifunza kwa dakika hizi chache tulizonazo linazungumza kwa kichwa cha somo kinasema mambo yanayotokea pale Mungu anapotaka kukuhamisha kiwango kimoja cha maisha kwenda kiwango kingine. Mambo yanayotokea au mambo unayopaswa kuyazingatia pale ambapo Mungu anakuhamisha toka kiwango kimoja cha utumishi aliyokuitia kwenda kiwango kingine. Watoto, mkinisaidia kidogo kuwa na utulivu, na kama mmechoka sana mnaruhusiwa kidogo kupunga upepo hapo nje, lakini natamani darasa liwe na utulivu. Watu wazima mnisaidie katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yanayotokea au mambo ya kuyazingatia pale ambapo Mungu anakuhamisha toka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Darasa, naomba tuwe na utulivu, na ninaamini kama umekaa karibu na mtoto unaweza ukamsaidia. Mambo ya kuyazingatia Mungu anapokutoa toka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Watumishi wa Bwana, katika somo hili ambalo nakwenda kulileta kwako, hili ni somo binafsi sana, sio somo limekuja kwa ajili ya watu kama watu. Chochote tunachokwenda ukizungumza hapa, natamani upate muda wa kujitafakari wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia umepata neema ya kuokoka. Ukishapata neema ya kuokoka, tunasema unaongezeka rohoni, lakini pia na umri wako unaongezeka. Miaka hiyo ambayo unayo mpaka sasa, hatua hiyo ambayo unayo mpaka sasa, kila ukisherekea birthday, unaingia mwaka mwingine, kuna hatua fulani ambayo Mungu anataka akupeleke, na hatua hiyo ambayo Mungu anakupeleka huwa inakuaga na matokeo, na hayo matokeo huwa tunayaita matunda, na hayo matunda huwa yanakufaidisha kwanza wewe binafsi, alafu yanawafaidisha watu wanaokuzunguka, lakini pia yanamfaidisha Mungu aliyekuleta wapi? Duniani. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Yohana sura ya 15. Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Kuna matokeo ambayo Mungu anayatarajia yatokee kwako, nayo matokeo tunayaitaga matunda. Kila hatua ambayo Mungu anatupeleka kuna matokeo ambayo Baba anakuwa tayari ameyakusudia. Injili ya Yohana sura ile ya 15 mstari wa 5. Ninaweza nikasoma? Biblia inasema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Anayekaa ndani ya Kristo, huyo huzaa sana. Watumishi wa Mungu, yeyote ambaye amezaliwa mara ya pili, yupo ndani ya Kristo, anamwamini Yesu, kinachofuata baada ya hapo, binadamu anaokuzunguka wewe wanatarajia waone matunda, lakini pia Mungu aliyekupa neema ya wokovu anatarajia aone nini? Matunda. Watu wa Mungu, wokovu tuliopata ni bure, si ndio watumishi wa Bwana? Hakuna mtu hapa aliyelipa fedha ili apate neema ya nini?
ya wokovu, lakini Biblia inasema tumepata au tumeokolewa kwa neema. Maana ya neema tunasema ni upendeleo anaopata mwanadamu toka kwa Mungu wa kutendewa mema hata kama hakustahili kutendewa nini? Mema. Hivyo tulivyo, kila mtu hapa ana historia yake, ana maisha aliyoyapitia huko nyuma. Kama sio neema ya Mungu kuingilia kati, usingekuwa hapa na usingekuwa hivyo ulivyo. Hiyo inaitwa neema. Sasa neema tumepewa bure, lakini hiyo neema imegharimiwa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo baada ya kuokoka kuna matokeo ambayo Mungu anataka afanyeje? Ayaone kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili hayo matokeo yaonekane, kanuni ya Mungu mojawapo muhimu ni kwamba ili akupe matokeo na wewe yaone matokeo, lazima akuhamishe kiwango fulani cha maisha kwenda kiwango kingine. Hicho kiwango anapokuhamisha, kuna mambo ambayo wewe unawajibika kuyafanya, unawajibika kukubaliana nayo, ndipo uone matokeo yanayoendana na badiliko. Hivi ukimwona mtu mzima ambaye amevuka miaka 20 anataka kuvuka barabara, alafu unaona analia pembeni mwa barabara, sema naogopa, nisaidieni kunivusha barabara. Unaona ana ndevu kama ni baba, eti anaogopa kuvuka barabara, utamfanyeje? Utamtazameje? Utamwona anaendana na umri wake? Utajua kuna kitu fulani hakiko sawa kwenye maisha yake. Ndivyo hivyo kwenye maisha yetu ya kiroho na ya kimwili. Kila hatua ambayo Mungu anatuvusha, kuna mambo ambayo mimi na wewe lazima tufanyeje? Tuyafanye. Sasa ili tuone hayo matokeo kwenye kila hatua na Mungu atutumie, yako mambo matano ambayo nataka niyazungumze kwako, na hayo ukiyazingatia na ukayaishi, ndipo utakapoiona neema na baraka za Bwana. Jambo la kwanza muhimu, unapoingia kwenye hatua mpya, ni muhimu uzingatie kichwani mwako ya kwamba kila mmoja aliyepo duniani kuna kitu alichoitiwa kukifanya, na hicho ndicho kitakachomtambulisha kwenye kila hatua mpya. Yaani huwezi fanya kila kitu duniani, sio kama unanielewa Kuna kitu fulani ambayo Mungu anatarajia ukifanye, hicho ndicho kwenye hiyo hatua mpya kitakutambulisha kwa watu wanaokuzunguka na watu walioko nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye neno la Mungu kwa muhtasari, ukiangalia kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya, kuna watu wanatajwa majina. Mtu akitajwa tu jina, kuna kitu fulani kinakuja kichwani mwako, ambacho hicho kitu kinachokuja kichwani mwako ndio tunasema ni kitu ambacho kilimtambulisha huyo mtu kwenye hatua mpya ya maisha yake. Leo hii ukisikia mtu anaitwa Ibrahimu, ukisikia haraka neno Ibrahimu, unawaza nini kichwani mwako? Baba wa nani? Wa imani. Sijui kama unanielewa Ibrahimu alikuwa ni mfugaji, kwa taarifa yako, umeelewa Ibrahimu pia alikuwa anachimba visima. Ibrahimu pia alikuwa anafanya biashara ya madini, lakini biashara haimtambulishi wala ufugaji haumtambulishi, ila kilichomtambulisha kama baba wa imani ni kitendo alichokifanya cha kukubali kuacha ndugu zake, akaitii sauti ya Mungu ambaye hata hamjui vizuri, akahama alipokuwa anaishi, akaamua kuifuata sauti ya Mungu, aende mpaka pale ambapo Bwana atafanyaje? Atamwelekeza. Lakini alifanya tendo jingine la imani. Mungu alimpa mtoto mmoja wa uzeeni anaitwa Isaka, si ndio? Mtoto wa ahadi. Lakini ilipofika wakati Mungu anamwambia mtoe mwanao awe sadaka ya kuteketezwa, si ndio? Ibrahimu alitii. Ndio hiyo, hayo mambo yakafanya Ibrahimu aitwe baba wa nini? Wa imani. Sio kama Ibrahimu alikuwa anaiba sana nyimbo za kuabudu mtumishi, wala haituambii Ibrahimu alifanya uinjilisti kwa watu wangapi, ila kuna mambo aliyafanya kati ya yeye na Mungu yanamtambulisha vizazi mpaka vizazi. Ukisikia kwenye Biblia mtu anaitwa Nuhu, haraka kichwani mwako inakuja picha gani? Ni mtu ambaye aliitii sauti ya Mungu kwa imani, akaanza kujenga safina nchi kavu. Na safina, kwa taarifa yako, haikujengwa ndani ya wiki moja, ilichukua zaidi ya miaka 100 na kidogo. Anajenga safina, limeli likubwa. We rafiki yangu, kuna wakati fulani hivi nilikuwa natamani sana kupanda miti ya mapapai, lakini kila nikipita sehemu mtu akiniambia kuna mche wa mpapai, sauti ya pili inasema we, ukichukua huo mpapai ukapanda afu likawa ni mpapai dume, si umepoteza muda Napotezea, sichukui huo mche, naacha kupanda. Umenielewa Imani yangu ilikuwa ikiinuka kufanya jambo fulani jema, kuna kitu kingine kinaingia hapo kati kinanivunja moyo. Nawaza huyu baba zaidi ya miaka 100 eti anajenga safina na isubiri mvua ambayo hamna gata dalili. Sio, umenielewa? Hajawahi kuiona.
lakini alikuwa na imani na utii wa kumtii nani? Mungu. Mpaka leo hii tunaimba nyimbo nyingi zinamhusu Nuhu. Wewe umewahi kumuona Nuhu kwa macho? Nuhu ni babu yako. Unaweza kukuta hapa mtu kwenye ukoo wako hujui hata babu yako anaitwa nani, humjui. Lakini Nuhu, nikikuuliza habari za Nuhu unamjua. Kwa nini? Aliacha alama duniani ya jambo ambalo kwenye wa msimu mpya wa kimungu alilipokea na akalifanyia kazi. Limeacha wa nini? Alama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mtu anatajwa Musa, haraka kichwani mwako kinakuja Musa ni nani? Ni mtu aliyewatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa. Sijui kama unanielewa eh? Wako kina Musa wengi duniani, watumishi wa Bwana. Hata pengine jirani yako unaweza kukuta anaitwa nani? Musa, lakini huyo ni Musa wa mtaani kwenu. Hamtutungi wimbo kwa ajili ya huyo Musa huyo. Ila yuko Musa aliyeishi miaka fulani, akakubali kutumiwa na nani? Na Bwana, akaacha alama wapi? Duniani. Ukisikia jina linaitwa Paulo kwenye Biblia, haraka sana tunajua ni mtumishi wa Bwana ambaye alihubiri injili kwa uaminifu, tena alihubiri injili kwa mataifa. Sijui kama naeleweka, watumishi wa Bwana. Ukisikia Esther, haraka kinakuja nini? Ni yule binamu yako au ni nani? Ni Esther ambaye alifanya maamuzi magumu, akawa malkia kimkakati, akaenda kinyume na amri ya mfalme kwa maombi. Ndio aliyetangaza amri ya maombi ya kugeuza mambo. Sijui kama unanielewa eh? Kila mtu aliacha alama ya aina fulani. Ukisikia habari ya Anania na Safira, wewe unawaza nini kwa haraka? Unajua ni mwamba aliyeuawa mtu na mume wake kwa sababu ya kulikoroga kwenye sadaka. Sio kama unanielewa? Kila mtu duniani. Hivi nani hapa leo akisikia mtoto anaitwa Yuda Iskariote unamwangalia vizuri huyo mtoto? Yuda naye aliacha alama. Lakini aliacha alama gani? Alama isiyofaa ya kumsaliti Yesu kwa kumbusu. Sio kama unanielewa eh? Kila mtu duniani ana kitabu chake, na kuna siku hicho kitabu kitafunga kurasa, atakuwa ameacha alama. Hebu waza kidogo, inaweza ikawa ni jambo gumu kidogo kukuwazisha. Hebu waza, imetokea umezeeka kweli kweli, alafu siku huko ndani ya jeneza umekufa, umelala ndani ya jeneza, alafu msibani, watu wakiwa msibani wanapigaga stori sana nyingi za marehemu, hasa wanaponong'ona wanasemaga mabaya ya marehemu. Marehemu alikuwa analala sana, alikuwa mvivu sana, huyu mshenzi, bora ameenda. Si unaelewa mambo ya namna hiyo? Hebu wewe waza, umeshazeeka, umelala ndani ya jeneza, ukawa umepata neema ya kusikiliza anayezungumzwa huko nje. Watakuwa wanazungumza nini habari zako duniani? Watasema marehemu alizaliwa akazurura duniani akafa. Nini watakachokizungumza ambacho Mungu anatukuzwa na wewe umeacha alama nzuri kwa watoto wako duniani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu Mungu anapompeleka hatua mpya, yani ukiamka tu siku moja asubuhi ni hatua mpya ambayo Mungu amekuongezea. Sio, umenielewa? Kwenye hiyo hatua mpya kuna kitu anataka ukifanye kitakachoacha alama wapi? Duniani. Watumishi wa Bwana, tunaelewana? Jambo la pili Mungu analotaka ulifanye ili uendane na nyakati mpya anazokupa kwenye maisha, tunasema ili Mungu akutumie kwa kiwango kipya, ni lazima kwanza ujitambue wewe uliletwa duniani kufanya nini. Watumishi wa Bwana wanasema moja ya majanga makubwa yaliyopo duniani sio kifo. Janga kubwa duniani ni mtu anayeishi bila kujua kusudi lake la kuletwa duniani ni nini. Na wanasema mtu yeyote asiyejijua yeye ni nani na anaelekea wapi, hajuagi hata kama amefika au bado hajafanyeje, hajafika. Hivi wewe ukitoka hapa nyumbani unatembea tu, tukikuuliza unaenda wapi, unasema mimi sijui, ila pale itakapoishia njia ndo nitakuwa nimefika. Mtumishi wa Bwana, utajikuta umefika Kiteto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mnasema ili Mungu akutumie kwenye msimu mpya, ni lazima kwanza utafute wewe kujijua wewe ni nani mbele za nani? Za Bwana. Upo duniani kufanya nini? Ziko namna tatu ambazo Mungu anamjulisha mtu wake kusudi la yeye kuwepo duniani. Namna ya kwanza tunasema kuna ndoto nyingi sana ambazo umekuwa ukiziota, lakini hizo ndoto huwa zinaambatana na kukutambulisha kusudi la Mungu la wewe kuwepo duniani ni lipi. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kwanza ambayo Mungu anaweza akaitumia kukujulisha wewe upo duniani kufanya nini ni njia ya ndoto. Hiyo ndoto unaweza ukawa umeota ukiwa umelala, hata kama ni ndoto ya mchana, tunaitaga maono ya wazi. Soma na mimi kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 5 mpaka wa 8. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu.
Mungu alishamkusudia aje kuwa mtawala duniani, lakini Mungu huwa aachiliagi nafasi mpya kwa surprise au kwa kukushtukiza. Anaanza kukuandaa mapema. Kuna watu hapa kila wakilala, wakiota ndoto, wanajikuta yupo kwenye duka kubwa anauza bidhaa. Alafu huyo mtu unakuta anapambana eti awe mwimbaji, wakati Mungu anakuonyesha kabisa amekupa upako wa kufanya biashara, ila hujitambui. Yusufu alianza kuoneshwa na Mungu mapema kupitia ndoto nini atakuja kukifanya duniani, na hiyo hali huwa inajirudia mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa kijana mdogo kabisa, Mwanzo sura 37 mstari wa 5. Tumefika. Biblia inasema hivi, Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Hebu nikuulize swali, kuanzia wewe umezaliwa, unajua umeota ndoto ngapi? Achana na zile ndoto za kuota sijui unakimbizwa na nyoka. Hiyo ni uvivu wa maombi, umenielewa? Ndoto ambayo ukiamka kichwa kinauma kwamba hili nililoliona maana yake nini? Tunasema ni ndoto zinazobeba ujumbe wa kimungu juu ya maisha yako. Mimi nimekuwa naota ndoto mara nyingi kuanzia niko mdogo, nimesimama mbele ya watu wengi na wahubiria. Ni kuanzia niko mdogo, hiyo inakuwa inajirudia mara kwa mara. Kuna mtu mmoja nimewahi kumfuata nikamwambia, mimi nikilala naonaga nimesimama mbele za watu. Akaniambia, yani wewe utakuwa kiongozi mzuri wa kisiasa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kukurupuka kutafuta kadi ya chama fulani hivi nikijijua mimi ni kiongozi wa kisiasa. Sijui kama unanielewa Lakini ni ndoto ambayo naiona ndani yangu. Kuna mtu hapa akipita mtaani tu akikutana na kundi la kuku, hata kama kuku walikuwa wanakula chakula wanaacha wanamkimbilia yeye. Yaani anapendwa na kuku. Alafu nakuta huyo mtu anakomaa afanye kazi fulani. Wewe ukijiona unapita sehemu unapendwa na kuku, maana yake kuku anakuambia tupo hapa duniani, unaweza ukatufuga na ukaendelea. Sijui kama unanielewa Ila kuna mtu akiingia tu hata kwenye banda la kuku, kama kuku alikuwa anataga anaacha na kutaga. Yaani kuku anapiga kelele kama ameingia mwewe. Wewe ndugu, ukijichanganya kuanza kufuga kuku, kuku wote wanahamia kwa majirani. Kwa nini? Sicho ambacho umekibeba na umekuja nacho kukifanya duniani. Yusufu anaonyeshwa ndoto na Mungu ya kwamba yeye atakuja kuwa kiongozi, na anaanza kuwasimulia ndugu zake. Na hapa chini amelala, siku nyingine kaota tena ndoto ya pili. Unaisoma kuanzia ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi, akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 na zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hilo. Akaota tena ndoto inayoonyesha atawatawala. Kumbuka huyu Yusufu alikuwa ni mtoto wa 11 kati ya watoto 12. Mtoto wa mwishoni huku, sio kama umenielewa Tunasema ni mtoto aliyejitokeza tu ajui nini kimeendelea. Alafu Mungu anamuonesha ya kwamba huko mbeleni yeye atakuja kuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho alichoitiwa kuja kukifanya duniani. Kuna mtu hapa mtumishi wa Bwana anaweza akawa ukimuuliza unataka baadaye kufanya nini? Mimi nataka nifanye biashara. Mimi nataka kufanya biashara. Wakati ukimpa tu hata 500, nenda dukani kanunue kiberiti, change yenyewe wanamchanganyia. Na anarudi na change hazijatimia. Alafu anakuambia mimi nifanye biashara mkubwa. Mtumishi wa Bwana, utaingiza mtaji. Na mama mmoja aliwekwa dukani na mume wake auze vitenge. Kitenge cha 40,000. Yeye akawa anatoa 11,000 na hapa wateja. Yaani mteja akija akimbembeleza asema kitenge nimekipenda. Una shilingi ngapi wewe? Mimi na 11,000. Anasema hichi ni 40,000. Anambia mpendwa, tafadhali nisaidie. Anasema mimi huruma ikaniingia. Nikaamua kwa kuwa Bwana amesema tutende wema, akatoa. Mume anakuja na angalia,
Anasema namtukuza Bwana, leo vitenge vimeuzika. Kumbe mteja wa kwanza alipokuja akaona liuzaji ni liboya, akaenda akawaambia majirani, jamani, kuna muuzaji kibaza kule, nendeni hata kama una hela iliyotosha. Kwa hiyo watu wakawa wanaenda haraka, vitenge kwenye ile, yani kwenye ile kaunta vitenge vimeshuka. Mume anaingia dukani anasema Jehova ametenda leo, biashara imefanyika. Anabebu, vipi umeuza? Anambia hela niliyouza hii hapa. Hela aliyouza thamani yake ni ya vitenge viwili tu, ila vitenge 10 vimeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ambacho najaribu kukutazamisha? Hivi wangapi hapa huwa tukiota ndoto tunaamua kutafakari hizo ndoto maana yake nini? Wewe una tabia ya kuandika ndoto zako sehemu yoyote? Au ndoto ikishaotwa biashara mfanyaje? Yaani ukikurupuka unasema, "Oh, afadhali. Mswaki uko wapi?" Sio, unanielewa eh? Lakini kumbe Mungu anasema na wewe mambo mengi. Ukiota ndoto ambao unaona hii ndoto inabeba ujumbe, na kama uielewe, nenda andika, tafuta maana ya hiyo ndoto. Wangapi wananielewa? Namna ya pili tunasema ni Mungu anaweza akakutazamisha kusudi la wewe kuwepo duniani kupitia shauku ya ndani. Shauku ya ndani ni ya namna gani? Unapita sehemu au unaishi sehemu, kuna mambo yanayoendelea pale, unatamani uone mabadiliko yanatokea. Yaani hata kama we sio kiongozi wala sio nani, ila kama kuna jambo halikai vizuri, kama familia yenu ni watu wanaogombana kila siku, alafu ghafla we ni mtoto wa 5 au wa 6 kuzaliwa, unajikuta unachukia mambo ya maugomvi, unatamani watu wapatane. Tunasema huo ni msukumo wa ndani ambao Roho Mtakatifu anakuambia, nimekupa neema duniani, unaweza ukatumika kupatanisha watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Waamuzi sura ile ya 6 mstari wa 11. Kuna mtu aliletwa duniani awe kiongozi, lakini alikosa msukumo ule wa ndani. Samahani, sio Waamuzi, ni Kutoka sura ya 2 mstari wa 11. Kuna mtu mmoja ambaye alijijua kusudi lake kupitia msukumo wa ndani. Msukumo wa ndani. Kuna mambo yanaendelea na ukiyaona hayo mambo yanakushinda. Kutoka sura ya 2 mstari wa 11, msukumo wa ndani. Mungu anawekaga msukumo ndani ya mioyo yetu wa kutamani kuleta badiliko fulani sehemu fulani, na tukiupuuza huo msukumo hatuwezi kunyanyuliwa tena kwenda kiwango kingine cha maisha, utabaki hapo hapo. Lakini ukitii huo msukumo na ukaamua kutafuta yapi ni mapenzi ya Mungu, Mungu atakutumia we kama chombo. Tumeelewana watumishi wa Bwana? Kutoka sura ya 2 mstari wa 11, Biblia inasema hivi: hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri mmoja anampiga Mwebrania mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinatuonyesha kwenye hili andiko ambalo tumesoma? Huyu Musa, historia yake ni kwamba wana wa Israeli walipelekwa utumwani kwenye nchi ya Misri. Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba uzao wako utaenda utumwani, utakaa muda wa miaka 400. Baada ya hapo nitawarudisha kwenda nchi ya ahadi, si ndio eh? Miaka 400 imefika, hapana mwelekeo wa kwamba kuna mtu anafaa kwenye nchi ile kuwasaidia wana wa nini? Wa Israeli. Na mfalme wa nchi ile aliweka mpango wa kishetani ya kwamba watoto wa kiume wote watakaokuwa wanazaliwa wauawe mapema sana. Lengo lake ni kwamba asije akazaliwa mtoto wa kiume akatumiwa na Mungu kuwatoa wana wa nini? Wa Israeli. Mungu akamwandaa mama mmoja anaitwa mama yake Musa. Mama Musa akazaa mtoto wa kiume, akasema liwalo na liwe, huyu mtoto simuui. Naeleweka eh? Akamtunza. Baada ya muda Mungu akatengeneza mazingira, akajikuta anaishi ikulu. Ila akiwa ikulu, sijui kama unaweza ukanisaidia kukawa na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Musa akiwa ikulu anaenjoy mapokopoko ya ikulu. Jamani, ikulu ni patamu, hata kama mimi sijai kuingia na nimepaona kwa nje, patamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikulu ni patamu. Inaeleweka eh? Akiwa ikulu anakula anachotaka, sio kinachopatikana. Unajua kwenye maisha, tofauti ya maisha ya ikulu na maisha ya uraiani. Uraiani unaweza kukuta njaa imeuma, kila njaa inapokuja inakujaga na aina ya chakula chake.
njaa fulani inauma, imeuma, inatamani, inakupa hamu ya kula mchemsho wa samaki, alafu kinachopatikana ni matembele. Inabidi upige supu ya matembele, ila moyoni unasema ndio mchemsho wa samaki. Sio, umenielewa? Ikulu mtu anachotaka kinapatikana, lakini Biblia yangu inanionyesha hivi, Musa akiwa amekaa ikulu, amesomeshwa vizuri, amefundishwa mbinu za kivita, moyo wake siku moja alipoenda kuwatembelea Waebrania ndugu zake, japo Wamisri walijua yule ni Mmisri, umenielewa eh? Alipoona wanateseka, maandiko anasema uvumilivu ulimshinda, akaona aamue kumtetea Mwebrania, akamuua Misri mmoja, na ndo akawa amelikoroga, akaanza mapito mbalimbali, lakini mwisho wa siku Musa alikuja kuwaokoa wana wa Israeli kutoka wapi? Utumwani. Hebu nikuulize swali, jambo gani ambalo kwenye familia yenu ulipendi sana na hilo jambo linakuumizaga moyo, alafu ukiwasimulia ndugu zako kuna 1 2 3 anakuona wewe anakuhusu nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu hapo unaweza kukuta familia inapitia wakati mgumu sana kiuchumi, na pengine unaona kuna rasilimali fulani zipo, mnaweza mkazigeuza zilete faida kwa familia nzima. Ukiwaambia ndugu zako wanasema wewe na wewe unatafuta ya nini? Yaani yeye haoni wewe unachokiona. Kuna mwingine unaishi kwenye mtaa fulani, huo mtaa una changamoto nyingi za kutosha, watu wengine hawazioni hizo changamoto, ila wewe unaziona hizo nini? Changamoto. Kama utaweka mpango wa kuleta majibu kwa hizo changamoto ulizonazo, mwisho wa siku wewe utafaidika. Ngoja niwaulize kitu kidogo. Hivi umewahi kujiuliza mtu aliyeanzisha biashara ya kuuza majeneza aliwaza nini? Na nani aliyekuwa wa kwanza kupimwa kipimo cha jeneza? Maana miaka ya nyuma walikuwa mtu akifariki wanambeba kwenye mkeka, hawatumii jeneza. Siku hizi kuna majeneza mpaka ya remote na yanagia, yaani jeneza linatembea lenyewe, naenda pale. Umewahi kujiuliza yule mtu aliwaza nini? Sisi tukiwa wadogo, jeneza ikitokea mtu amefariki, jeneza mnaliona tu, amjui limetengenezwa wapi na saa ngapi. Ilikuwa ni mwiko jeneza kuonekana hadharani. Lakini saa hizi unamkuta mtu anaaga nyumbani, anasema anaenda kazini. Kazini huko ana duka la majeneza, amekaa pale ameliegemea hivi, anamwomba naye Mungu, Jehova bariki biashara yangu, lete wateja. Anapoomba hivyo anaomba kifo kwa watu wengine. Sisi kama unaelewa hiyo biashara. Lakini yule mtu aliona namna ambavyo watu, mimi nimeshuhudia nikiwaga mdogo, sehemu fulani tulihudhuria mazishi, wakiwa wamebeba ule mwili wa marehemu, kwa kuwa mkeka sehemu ulitoboka vizuri, wakajikuta wamemdondosha marehemu, mkeka wamebaki nao. Sio, umenielewa? Na watu kwa utaratibu wetu, ukimdondosha marehemu anaonekana kama wewe na laana wewe. Marehemu atakulani, ashakufa, anakulanije? Lakini huyu mtu akaona hawa watu mbona wanahangaika sana, akawaona watu yanawauma, na yeye akaona na wasaidieje hawa watu. Lazima jeneza la kwanza kutengenezwa, lazima huyu mtu alijipima yeye mwenyewe kipimo. Nani hivyo upite njiani hapo mtu akwambie mimi ni fundi natengeneza jeneza, samani njoo kwanza unisaidie nipime, ikitokea mtu amekufa urefu kama wewe nisipate shida, lala kidogo, utakubali wewe? Utaona huu ni uchulo. Tena kama mlokole utasikia anakemea, toka kushindwa kwa jina la Yesu, nakemea roho ya mauti, sio, umenielewa? Lakini yule mtu ana moyo wa ujasiri ndani yake, akaamua pale, akalala mwenyewe, akajipima, akaona kabisa hichi kina, yani unakuta mtu anaenda pale kuulizia jeneza, anaeleza tu huyo marehemu ana umri gani, anamwambia huyu wa miaka kama 50, si anambia ili litamtosha, sio, umenielewa? Na wakichukua wakienda kumweka limemtosha. Unajiuliza alipima saa ngapi? Lakini ngoja nikwambie, moja ya biashara yenye hela nyingi sasa hizi duniani ni jeneza. Liko jeneza lina milioni 2, milioni 3. Wewe unaweza ukauza nyanya ukapata milioni 3 kwenye nyanya haraka tu, mafungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini huyu mtu anapata ufunuo? Kuna mambo aliyoyaona yanawakela watu wengine, na yeye akamkela zaidi, akaleta jawabu, na akajikuta Mungu anatukuzwa kupitia yeye. Kuna watu mko hapa mna vipawa vya uongozi, na kila eneo ukienda kuna watu wanasema wewe unaweza ukatusaidia jambo fulani, ila wanasema mimi bwana sio nimekweje, watu wananioneje, yani kila nikienda watu wanasema nifanye 1 2 3. Sio wewe unaamua, ndani yako Mungu ameweka kipawa cha nini? Cha uongozi. Ukikipalilia hicho utaona matokeo kwenye maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Shauku ya
ndani. Wewe una shauku gani rafiki yangu? Wanasema hata kama unaamua kufanya biashara ya kiuchumi ya aina yoyote, kama hicho unachokifanya sio kitu ambacho kuanzia ndani ya moyo wako unakipendelea, naeleweka utakiacha. Kwa nini? Utakosa uvumilivu, kwa sababu chochote unachokifanya lazima kiwe na changamoto. Tunakubaliana Kama zinakuja changamoto na hicho kitu hakiko ndani ya moyo wako, utaachana nacho. Yuko ndugu mmoja alikuwaga mwalimu afa akafukuzwa kazi, lakini yule jamaa tunasema aliingia kwenye ualimu kwa sababu alipwe mshahara. Kaingia darasani. Hivi wewe watoto wadogo ukiingia darasani wataacha kupiga kelele? Akaanza kuwapokea Hamazani, yaani anagombana na watoto. Sasa akimchapa huyu mwingine analianzisha kona hiyo. Yule jamaa alichokifanya akaenda sokoni akanunua panga, akaingia nalo darasani, akaliweka pale konani, akasema apige kelele mtu aone ninachomfanya. Sio kama unanielewa. Mwalimu mkuu akatembelea darasani, anakuta vitoto vingine vimejikojolea kwa hofu. Akauliza kuna shida gani? Anaambia ngoma hiyo nimeweka hapo. Umeona ilivyo watuliza watoto watoto mnawaendekeza, dawa yao ni panga. Sio unielewa Wakamwambia hayafanyiki hivyo. Asema hapana, mimi ndio mbinu mpya ya kulituliza darasa. Kwa watoto anachukua panga analipega chini kwa vitoto kinya. Siku ya pili kati ya watoto 50 walikuja watoto 3 shuleni. Kila mtoto asema mimi siendi, naogopa kuchinjwa. Sio umenielewa Ikabidi shule waamue kumfukuza kazi. Ilikuwa ni shule ya private. Akafeli. Kwa nini? Aliliendea jambo ambalo kwenye moyo wake halipo kabisa. Wangapi mnanielewa? Namna ya tatu ya Mungu kukuonesha jambo lile ambalo unaliendea na inabidi uliishi, tunasema Mungu huwa anawatumia watu kukusemesha. Mungu huwa anawatumia watu kukusemesha. Wako watu wengi hapa wamefuatwa na watu wengine, hata kwenye story. Umewahi kwenda kwenye grupu la watu wanapiga story, alafu ile story wanayoipiga kana kwamba ndo wanakusema wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile story kana kwamba wanakusema wewe. Samueli ile wa kwanza, Samueli wa kwanza, Mungu huwa anatumia watu kukuambia wewe upo duniani kufanya nini. Samueli wa kwanza nitaeleza tu kutokana na muda. Samueli wa kwanza sura ile ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Mungu huwa anawatumiaga watu. Kwa hiyo unaweza ukawa unaomba sana, Mungu nifanye nini? Mungu nifanye nini duniani ili nionekane nina ubora. Kumbe Mungu kuna mtu tu kamwandaa, alafu huyo mtu aliyemwandaa wewe unamdharau au msikilizi, unamchukulia poa. Matokeo yake utakuwa unapambana kila siku, huoni kinachoendelea, lakini kumbe Mungu kamwandaa mtu. Samueli wa kwanza sura ile ya 3 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inaeleza kwa ajili ya kisa cha mtoto anaitwa Samueli ambaye alikuwa ametolewa dhabihu na mzazi wake atumike mbele za Bwana, atumike kama kuhani. Sasa siku Mungu anamtembelea ili amtoe toka level moja ya utukufu kwenda level nyingine, ilibidi kwanza amuite, ampe maelekezo. Maandiko yanasema alimuita Samueli, Samueli, akakurupuka akaenda kuitika kwa nani? Kwa Eli. Nyie simesoma Biblia Eli hajamuita, hana maelekezo mpaka mara ya 3. Ndipo Eli anamwambia Samueli kalale, ila ikiita tena hiyo sauti jibu hivi, nena Bwana, kwa maana mtumishi wako anafanyeje? Anasikia. Ndipo Samueli anapokea maelekezo juu ya maisha yake ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hivi wewe mtu wa Mungu unapokutana na watu wa Mungu wanapoongea na wewe unachukuliaje mambo? Unachukulia serious au unachukulia poa? Vijana tunazungumza. Mungu anaweza akawatumia watu kukueleza habari ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, unapoingia katika msimu mwingine au katika hatua nyingine ya utukufu, tunasema ni lazima uchukue hatua ya kwanza kwa kila maelekezo ya kimungu unayoyapata. Mtumishi wa Bwana, maono ya kimungu juu ya maisha yetu anapotaka kututumia sisi, huwa Mungu haelezagi mambo yote mwanzoni. Huwa Mungu anasemaga hatua kwa hatua. Labda niulize swali dogo. Hivi Mama Steve, kipindi Steve anazaliwa,
Ulijua kwamba Steve atakuwa na sura hiyo alionayo saizi? Steve akiwa mdogo, kila watu waliokuwa wanakuja kumuona mtoto walikuwa wanajua ni wa kike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mmoja alileta na gauni kabisa, asema nimekuja kumuona mtoto. Tunaambia wewe ni mvulana, asema hapana, mbona sura yake ni ya nini? Ya kike. Kwa nini? Mungu anamdhihirisha mtu hatua. Kwa nini? Kwa hatua. Sasa nisikilize jambo moja. Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 21. Na hii kitu inatutesa sana walokole. Yaani sisi na watu ambao hawajaokoka, tofauti yetu iko hapa. Walokole tuna mafunuo mengi, walokole tunajua sana neno, lakini inapofika hatua ya kuchukua hatua tunasubirigi kila kitu kikamilike. Naeleweka eh? Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 21. Sikiliza hii kauli ambayo Yesu anaizungumza, ambayo hiyo kauli inagusa maisha yetu sisi moja kwa moja. Mathayo sura ya 25, sura ya 25 mstari ule wa 21. Huu ni mfano ambao Yesu aliutoa kwa habari ya wale watumwa waliopewa talanta na bwana wao. Mungu anaheshimu sana hatua ya kwanza unayoichukua baada ya kupokea maelekezo. Kila hatua mpya ina maelekezo mapya. Sasa usipoyazingatia na ukaamua kutii hayo maelekezo mapya, utabaki hapo hapo mpaka akili kwanza ikukae. Injili ya Mathayo sura ya 25 kuanzia mstari wa 21. Tumefika eh? Biblia inasema bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Hii ni wale watumwa waliopewa talanta. Mmoja alipewa 5, mwingine 3, mwingine 1. Yule wa 5 analeta hesabu, anasema hizi 5 nimezalisha nini? Faida. Ndipo Yesu anasema bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu kwa machache, umenielewa eh? Nitakuweka juu ya yaliyo mengi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wafalme wa pili sura ya 7 mstari wa 3. Hebu tuone hili jambo, tujifunze kwenye hichi kisa cha wakoma. Kuomba sana bila kuchukua hatua yale ambayo Mungu anakusemesha, unajichelewesha. Yaani unajichelewesha sana kwenye hiyo hatua. Wafalme wa pili sura ya 7. Ili analoliongea Yesu tunaliona pia kwenye Wafalme wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 3. Lazima ukubali kuchukua hatua katika maelekezo machache uliyoyaelewa kwanza. Usisubiri uelewe kila kitu ndo uanze. Wafalme wa pili sura ile ya 7 kuanzia mstari wa 3. Kama tumefika mniruhusu nisome. Tumefika eh? Biblia inasema hivi, basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Basi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua na fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili. Kuna habari inaendelea hapo mbele. Tunaujuaga ule wimbo wa kishindo cha wakoma eh? Kishindo cha wakoma kiliwakimbiza Washami. Wimbo wa Mkumbae. Lakini hivi ukiwa unaimba ile kitu unatafakariji kweli, mtumishi wa Bwana? Wale watu, Biblia inatoa utaratibu wa Agano la Kale. Ilikuwa mtu kama amepata ugonjwa wa ukoma alikuwa anatengwa na watu, sawa eh?
Kwa hiyo alikuwa anawekwa nje huko, hachangamani na wengine ili asije akawaambukiza. Unanielewa eh? Lakini hawa ndugu wanne wakoma walikuwa wamewekwa nje ya mji, lakini pale walipokuwa hapo, Biblia inasema walikuwa hawana chakula, lengo la kuwatelekeza ili wafe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa wamekaa pale, walikuwa wanamwamini Mungu, lakini pia njaa ilikuwa inawasukuma wafanye maamuzi. Wakaamua kuchukua hatua, wakasema hivi, tukiendelea kubaki hapa njaa itatuua. Tukiwa wapi? Hapa hapa. Naeleweka eh? Tukisema tumamanie kurudi kule walikotufukuza, kule na kwenyewe wana njaa, kipindi hicho Israeli ina njaa. Lakini wakasema sasa bora tuwafuate maadui, kama tukifa na tufanyeje? Tufe. Kama tukiwa hai Bwana akitusaidia tutakuwa hai. Maandiko yanasema walipochukua hatua ya imani, wakaanza kukanyaga miguu yao, wanaliendea jeshi la maadui. Mungu alitumia imani yao ndogo walioichukua. Kila hatua moja wakiikanyaga, wale kule maadui wanasikia kama likishindo cha bomu limepiga chini kwa kishindo sana. Wakasema Israeli wamekodi majeshi ya kigeni. Naeleweka eh? Washami wakaamua kukimbia. Kumbe wangejua wanachokikimbia chenyewe. Wanawakimbia wakoma wangapi? Wanne. Sijui kama unaelewa hiyo biashara. Kadiri wanaposogea, unajua mkoma vidole vyote vinakuwa vimeisha, hana uwezo wa kushika kitu. Kadiri wanavyosogea, wale jamaa ndio wanakimbia kweli kweli. Wakaenda pale, wakaingia nyumba ya kwanza, wanakuta sijui jamaa kipindi anakimbia aliachaga walikuku mezani. Mkoma akaingia na njaa yake, kakutana pale na lile paja limenona, wakapiga kwanza, afu ndo baadaye anajiuliza hapa niko wapi? Anasema mbona kimya? Hela, anakuta watu wamemwaga fedha. Ikifika wakati wa vita, chochote ulichonacho unakiacha, unakimbilia kwanza uhai wako. Sijui kama unanielewa eh? Kuna mama mmoja alichukua mtoto wake akaona ni mzito, akatupa huko, akakimbia mbio. Baadaye ndo anasema hili mtoto wangu yuko wapi? Kwa mimi na mtoto. Anakimbilia, anatetea uhai wake. Nini kiliwasaidia hawa wakoma wakaweza kupata chakula na mali zingine? Ni kwa sababu walikuwa tayari kushirikiana na Mungu kusababisha muujiza kwenye maisha yao. Mungu anasubiri kwanza kile kidogo unachokijua uchukue hatua kwanza, ndipo Mungu afanyeje? Akusaidie. Ila nikwambie kitu, mazoea ya kibinadamu tulionayo, ukiwa na wazo la maana, wazo litakalo mtukuza Bwana, huwa tunasubiri kwanza kila kitu kiwe sawa. Sijui kama unanielewa eh? Una wazo la kusema naanza ujenzi wa nyumba, unasema kama sijapata mifuko yote ya simenti, nondo, bati, mpaka bati, mwingine anasema hadi material ya finishing, siwezi nikaanza ujenzi. Mtumishi wa Bwana, mpaka Yesu atarudi hujaanza kujenga. Sijui kama naeleweka eh? Mwingine anasema nataka nianze kuuza biashara ya vijora. Naeleweka eh? Lakini anasema mpaka kwanza niagize mzigo toka China ndipo nitaanza, sitaki biashara ya kinyonge. Mtumishi wa Bwana, nenda pale sokoni kaangalia watu ambavyo, yani kuna mama mmoja mimi alikuwaga anauza nguo. Anachukua nguo kwa jirani yake, sio umenielewa eh? Anaambia jirani, unauza nguo shilingi ngapi? Anasema mimi kaptula moja iliyotulia nauzaga 5,000. Naambia ina shida, naomba unipe kaptula 6 mimi niuze hapa, ila mimi nitauza bei ya juu kidogo nitakayoweza. Wewe 5,000 yako itafanyaje? Nitakupa. Hao watu wanaitwaga mawinga, sio umenielewa? Winga yeye kazi yake hana mtaji wake, ila ana wazo la kuuza, sio unanielewa? Anachukua mali za watu wengine anazitumia, anatengeneza faida, anakusanya mtaji wake taratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, amen. Lazima uchukue hatua ya kwanza, ndipo Mungu akutukuze kwa hatua nyingine. Ukisema mimi nimejificha ndani ya blanketi nasubiri Bwana unitokelezee, utaendelea kubaki ndani ya blanketi, na Bwana afanyagi kazi na watu ambao hawako tayari kutii maelekezo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja ni mwimbaji mzuri, ila huwa anaimbaga tu bafuni muda wa kuoga. Kimkuta bafuni, mimi ni Rose Muhando, anaimba kweli kweli, ila yuko bafuni. Ikifika sehemu anasema tunatafuta mtu anaweza akaanzisha pambio, anasema ni nani, anakaa kimya, hayuko tayari kuchukua. Anasema hivi nikianza wakinicheka je? Sio, umeelewa hiyo biashara eh? Mimi nimewahi kwenda eneo moja la ugenini. Nilipofika pale mgeni, umeelewa eh? Nikaenda ibadani siku ya kwanza, nikahudhuria ibada.
Siku ya pili yake nilienda ofisini kwa mchungaji, nikamwambia mchungaji, mimi huwa nahubiri pia Injili. Kwa hiyo siku ukiona kuna nafasi, kwa kweli niko tayari kufanyaje? Kuhubiri. Akasema ulijueje? Leo hii yenyewe jioni kuna ibada ya mazishi sehemu. Mwenyewe nilikuwa najiuliza nani atanisaidia kuhubiri? Maana huyu aliyekufa ni jamaa yangu sana, naweza nikajikuta nashindwa kuhubiri, naanza kulia. Unaweza ukanisaidia? Nikamwambia hii ndio bingo hilo. Umenielewa Tena ulikuwaga msiba kwa tajiri mmoja hivi. Nikaenda kuhubiri pale. Sijui kama unanielewa. Hiyo ni fursa. Lakini nisingeenda. Mtu mmoja nilipomwambia naenda kwa mchungaji kumwambia mimi huwa nahubiri, akaniambia mtu wa Mungu, inabidi ujishushe ili Bwana akuinue. Mtumishi wa Bwana, hakuna mtu anayeuona moyo wako wewe kama husemi umebeba kitu cha namna gani. Utakaa na utakufa ukisema mimi watanijua, naogopa kujiinua. Sijui kama unanielewa. Tafsiri hizo ni tafsiri mbumbumbu ambazo watu wengi wanazitoa kwa kuwa hawazijui. Wanasemaga biashara yote ni matangazo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Chukua hatua ya kwanza kwa lile jambo la kimungu nalo liona ndani ya moyo wako. Jambo la 4 tunasema hivi, katika hiyo hatua mpya ambayo Mungu anakupeleka, jitahidi sana utunze uhusiano wako na Mungu ili akustawishe kwenye kila hatua. Watumishi wa Bwana, ikitokea umetembea umeenda mjini kwa ndugu yako, alafu nataka uende kidogo maeneo ya sokoni, unaenda peke yako? Si unahitaji mwenyeji? Mwenyeji anakuelekeza, hapa tunapita hapa, hapa tunapita hapa. Sasa hebu waza unaenda na yule mwenyeji, alafu mkiwa njiani mkagombana na mwenyeji wako. Umenielewa Ukajifanya wewe na kiburi, utaki kumwomba msamaha, akakutoroka. Yaani kuna chocho ukiingizwa, yaani dakika 2 mtu umuone, unafanyaje kurudi ulikotoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewahi kwenda Dar es Salaam kwa mara ya kwanza. Sasa nikaongozana na binamu yangu mmoja, na yeye anaonjaonja kidogo. Sasa nikajifanya naanza kumhubiria habari ya kwamba ulevi ni dhambi. Nakumbuka hapo tumeshatoka Mbagala mbali, tuko mtaani. Ananiambia, sasa binamu, hizo habari unazoongea nimekuelewa, nitafanyia kazi. Mimi najifanya naendelea kuchochea, nasema huyu lazima nimvue leo kwa Yesu. Baadaye akaniambia, unanikwaza. Nikamwambia haina, lakini mimi sinasema neno la Mungu. Akaambia, unajua naweza nikakuacha hapa. Sijui unielewa. Mtumishi, umetoka zako huko kijijini, umeingia Dar kwa mara ya kwanza, alafu akuache sasa ndugu yangu. Ukiangalia nyuma watu uliopishana nao unaona wote wanafanana. Yaani unajua yupi ni mgeni, yupi ni mwenyeji. Alafu unaangalia magari sasa, yaani mimi nishazoea kijijini kwetu njia ni moja. Yaani ukiona magari yote kama anaendaga hivi unajua yote yanaenda hivi. Sasa pale inanichanganya njia 4. Kuna yanaenda hivi afu mwingine yaani naona tu machoni mimi vitu vinapita pita hivi. Kwa kuvuka barabara nilihitaji usaidizi wake. Hapo tumevuka barabara anajiuliza, akiniacha hapa narudie kwanza ngambo ya pili ya barabara, alafu nikirudi ngambo ya pili ya barabara natokeza wapi? Haya, nikienda msikitini wanitangaze kwamba nimepotea. Nasema kwa nani kwanza, nimefikia mtaa gani? Taarifa gani mimi nitakayotoa? Sina simu, sina nini, mtumishi wa Bwana. Ikabidi nilipoona nataka kukasirika niwe mpole. Kaambia basi samahani bwana, japo nimekwambia ukweli lakini haya yapuuzie bwana, inadi turudi tu kwanza nyumbani. Unaelewa? Wanasema patana kwanza njiani. Sasa Injili ya Yohana ambayo tumeisoma sura ya 15 mstari wa 5, Biblia inasema ili tuweze kuzaa matunda lazima tuwe na mahusiano mazuri na nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja kipindi anatafuta kazi sehemu fulani alimuomba sana Mungu. Kila mkesha wa maombi yupo, Baba nipe kibali, Baba nipe kazi. Bwana akampa kazi. Alipompa kazi tu anasema kazi si nimeipata. Habari ya maombi anasema niko busy. Sio, umenielewa Akasahau. Kumbe pale kazini kuna watu wanataka cheo chake. Haukupita mwezi kajikuta amekuja amekalia kiti, mdomo kapinda ukaenda hivi. Mwana na mtu anaangaa hakuzaliwa hivyo, lakini watu wamepindisha mdomo. Alafu kesho inabidi atoe taarifa mbele ya kikao awasilishe. Inabidi aende mambo hayaendi.
Wajuba. Wewe, duniani huko watu hawana huruma. Sijui kama mnanielewa lokole. Yaani kuna watu analala kabisa, wewe kupita tu makaburini hata mchana unaogopa, lakini kuna mtu saa 8 za usiku anaambiwa kaoge katikati ya kaburi, tena lala juu jimwagie maji, na anaenda kulala anaoga ili akuroge. Sijui kama unanielewa Wewe unasema mimi Yesu aliyenisaidia kipindi cha kupata kazi, saa hizi nimeshapata kazi, simuhitaji tena. Mtumishi wa Bwana, kwenye kila hatua unamhitaji Mungu. Kwa hiyo linda mahusiano yako na nani? Na Mungu, ili kwenye kila hatua uwepo wake uende pamoja na nani? Na wewe. Watu wa Mungu, tunaelewana? Jambo la mwisho kwa siku ya leo ambalo ni la 5, tunasema jitahidi sana uone na uote ndoto sawasawa na Mungu anavyoona ndoto zako. Ona kile ambacho Mungu anakiona juu ya maisha yako. Kila hatua unayoenda Mungu anakutazamisha mambo fulani, anatamani uyafanye, lakini kama huoni vile Mungu anavyoona, huwezi ukapandishwa kiwango. Kama wewe unajiona Mungu anataka akupeleke, unajua watu wengi tunaombaga maombi, Baba niinue, si ndio? Tunaimbaga ule wimbo wa tenzi, unasema Bwana niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana nipandishe. Mtumishi wa Bwana, kila ndoto unayoiona lazima uione sawasawa na Mungu anavyofanyaje, anavyoiona. Yeremia sura ya 1 mstari wa 11. Mungu hawezi kukupa msaada na ukakupigisha hatua katika msimu mpya kama uone kile ambacho kwanza yeye anakiona. Kwa nini? Watu wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa wamefanyaje? Wamepatana. Lakini Yeremia sura ya 1 mstari wa 11, Biblia inasema hivi: tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, waona nini? Nikasema, naona sufuria lenye maji yatokotayo, na mdomo wake unaelekea upande wa kaskazini. Lakini nitaka uone kwenye ule mstari wa 12, Yeremia alioneshwa maono na Mungu. Umenielewa Lakini Mungu alikuwa anamuuliza Yeremia, unaona nini? Alikuwa anataka aone Mungu anachokiona, ile picha aliyoiona ya kwamba maji yana ule ufito wa mlozi. Yeremia anaona hivyo. Yeremia aliposema nauona ufito wa mlozi, ndipo Biblia inasema Bwana akamwambia, umeona vyema, kwa maana ninaliangalia neno langu nipate kufanyeje? Kulitimiza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu anachokiona lazima na wewe ukione kama Mungu anavyofanyaje? Anavyoona. Wengi tunaombaga vitu ambavyo hatuko tayari kuviishi. Kwa mfano, ukishapata neema ya kuokoka, kuna nidhamu fulani Mungu anaanza kukutengenezea. Tunakubaliana Lakini kuna maamuzi fulani Mungu anatamani uanze kuyafanya kwenye maisha yako. Ila kwenye kila hatua Mungu analitumaga neno. Yaani kuna siku unakuta yamezungumzwa mengi, lakini wewe kuna jambo linabaki moyoni mwako, linakukumbusha 1, 2, 3. Kile unachokiona kwenye moyo wako, ile picha ya ndani unayokuwa nayo, unayotamani itokee, hicho kitu ndicho Mungu anachofanyeje? Anachokiona. Ngoja niwachekeshe kitu ambacho mchungaji mmoja anaitwa Alajiga, rafiki yangu, alinichekesha. Wakati fulani kabla sijaanza kutumika katika huduma hii ya kichungaji, moto ulikuwa umewaka sana moyoni. Yaani naona kabisa niko tayari sasa kutumikia kusudi la nani? La Bwana. Lakini mazingira ya nje ya kibinadamu na uzoefu nilionao unaniambia haiwezekani saizi kufanyaje? Kwanza nikampigia simu huyo rafiki yangu, nikamwambia, jamaa, mimi naona muda wa mimi kulitumikia kusudi la Mungu umefika na niko tayari, ila cha kufanya tena, nikamwambia hata hadi ukumbi tayari nimeshaupata na kila kitu, ila mimi nadhani unisaidie kunitafutia kwanza mchungaji wa muda, nitamkodi.
na niko tayari kumlipa. Umenielewa? Ili walao yeye aanze kufanyaje? Aanze kwanza kufanya huduma. Nikiona basi anaendelea, ndio mimi nitaendelea. Hapo nitakuwa mambo yangu fulani fulani nimeyaweka nini vizuri. Sijui kama unanielewa. Yaani mbinguni wananiona mimi na wananionyesha moyoni kwamba niko tayari kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Ila mimi ninavyojiona, najiona bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi nani hapa mtu mzima kwa mara ya kwanza alipoamkiwa na mtu akashtuka? Yaani umeenda sehemu unakuta mzazi anawaambia watoto wake, "Mwamkieni huyo." Wewe mwenyewe unayeamkiwa mwenyewe unapata shida. Hivi ndo ananiamkia mimi kumbe leo sio umeelewa? Yaani hadi watoto wanakwambia shikamoo, wanaona kabisa wanayemsalimia yeye anajiona hastahili kusalimiwa. Nani imewahi kumkuta hiyo hali? Mtu wa Mungu imewahi kukukuta Unaenda sehemu watu wanakupa heshima, ila yani wewe wanayekuheshimu na wewe mwenyewe unavyojiheshimu havifanani. Yani watu wanakupa heshima kubwa wakati wewe mwenyewe namna unavyojijua, sio? Unanielewa Unajiona kabisa mimi hii heshima sifanyaje? Sistahili. Mungu anatamani hivi, kila hatua mpya anayokupa, namna ile ambavyo yeye anaona na wewe anataka uone hivyo hivyo, ndipo utaona matokeo makubwa kwenye maisha yako. Ukishajijua mimi saizi ni mtu mzima, naanza kuona matokeo ya utu uzima, anza kujiona vile Mungu anavyojiona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mimi ni mhubiri. Anza, hata kama hujawahi kusimama mbele za watu, anza kuishi kama Mungu anavyokuona ya kwamba wewe ni nani? Ni mhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tumeelewana? Kuna jambo umelipata, uko tayari kwenda kulifanyia kazi. Kuna jambo ambalo umekuwa unaendelea kuahirisha kila siku. Kuna mambo huwa tunasema mimi namsubiri Bwana, kumbe na Bwana anakusubiri wewe. Wakati fulani nilikuwa namtania mtumishi wa Bwana, ananiambia ni mimi naona kabisa habari ya shule, yani naiona kabisa, ila naendelea kumuomba nani? Bwana. Watumishi wa Bwana, kuna mambo huwa atuombe. Hebu nani hapa akiletewa pilau nyama na kachumbari tamu imewekwa pale mezani, unasema namsubiri Bwana niambie nile? Tukubaliane tu kwenye pilau. Belita, unamsubiriki Bwana akwambie ule? Tena kuna watu unakumbuka kuombea chakula katikati ya msosi, kuna pilau inavuta pua wewe. Hayo mambo hatumsubiri nani? Bwana. Ila mambo ya msingi kwenye maisha yetu ama yako ndani ya uwezo wako, waanze kuchukua hatua. Anasema namsubiri nani? Bwana. Utabaki kwenye hatua hiyo kwa muda mrefu, lakini sio mpango wa nani? Wa Mungu. Mungu anataka kila siku tukiamka atupeleke kwenye hatua nyingine. Naomba usimame kwa miguu yako. Naam. Mimi sijui ona ndoto gani kwenye moyo wako. Miaka 5 ijayo unajiona we ni nani? Jambo gani ambalo watu wamekuwa wakikuambia? Kuna mtu hata akipita sehemu, hata kama amepita baa na kutana na mlevi amelewa kweli kweli, akimwona tu anasema we mtumishi wa Mungu wewe. Alafu yeye ajioni kama ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Mbinguni wanakuona we ni mtumishi wa Bwana. Anza na we kujiona Mungu anavyofanyeje, anavyokuona, ili Mungu aone matokeo kwenye maisha yako. Natamani kila mtu akaombe mbele za Bwana, kamwambie Baba, kuna hatua mpya unatamani kunipeleka. Kuna mambo nilikuwa nachelewa kuyafanya kwa sababu nilikuwa sina ufahamu, ila leo nimeelewa na nimesikia, niko tayari kuchukua hatua. Kaanze na jambo hata kama ni moja tu wiki hii. Chukua hatua hilo jambo ambalo ulikuwa unasita kulianza. Mwambie Baba, nimeamua kufanyeje? Kulianza. Na Bwana atakuonekania. Iwe kwenye maisha ya kiuchumi, maisha ya kihuduma, ya kifamilia, chochote kile, Bwana atakuonekania. Funika macho yako, twende mbele za Bwana kwa maombi. Omba tu kwa maneno yako kadiri ulivyoelewa. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetulia hai, wewe ni Bwana, zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa umesema na maisha yetu. Umetutazamisha kwa habari ya kesho zetu. Unatutazamisha namna ambavyo Mungu unatenda. Unapomtoa mtu hatua moja ya maisha kwenda hatua nyingine, unatamani tuwe ni watu wa kuchukua hatua. Unatamani tuwe ni watu tunaoona kama Baba unavyoona.
ndani yetu umeweka misukumo ya aina mbalimbali ya kutumikia kusudi lako. Bwana, mchana wa leo naomba neema toka kwenye madhabahu yako, naomba uwezesho kwa kila mmoja aliyesikia habari hizi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Kila aina ya uzito ndani ya moyo wa mtu, kila aina ya giza la kipepo kwenye moyo wa mtu linalomchelewesha kuchukua hatua mpya ambayo Bwana amempa, nasimama kinyume na hiyo roho ya kuchelewesha mambo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Baba, nakusia, achilia wepesi, achilia kibali, achilia neema na uponyaji kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Yuko mtu anahitaji watu mbalimbali juu ya maisha yake. Baba, muinulie watu. Anayehitaji milango ifunguke, Baba, fungua milango mbele yake, mpe neema aweze kuzaa matunda kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Asante Bwana wa uzima, maana yote yametendeka kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, e Bwana, amen.